Karibu mtazamaji wa Fadeco Online Media. Mara nyingi watu husikia maneno kama mbegu za kiume, yai la mwanamke, ovulation, rutuba, hedhi na ujauzito, lakini si wote wanaofahamu kwa undani jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi katika mchakato wa uzazi. Katika kipindi hiki, mpenzi mtazamaji wa Fadeco Online Media, tutajifunza mengi. Kabla ya yote, ni kuombe tu uweze kusubscribe, comment na kushare pale ambapo utapata dukuduku. Mpenzi mtazamaji wa Fadeco Online Media, katika kipindi hiki tutajifunza kwa lugha rahisi lakini yenye misingi ya kisayansi kuhusu mfumo wa uzazi wa mwanamke na mwanaume, namna ujauzito unavyotokea, umuhimu wa kuelewa mzunguko wa hedhi, na kwa nini elimu sahihi ya afya ya uzazi ni muhimu kwa vijana na wazazi na jamii kwa ujumla. Lengo la kipindi hiki mtazamaji, si tu kuongeza maarifa, bali kuondoa dhana potofu ambazo zimekuwa zikisambaa kwa miaka mingi kuhusu afya ya uzazi. Kaa nasi mwanzo mpaka mwisho, kwani utajifunza mambo mengi yatakayokusaidia kuelewa mwili wako, kupanga maisha yako vizuri na kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya ya uzazi. Afya ya uzazi ni hali ya ustawi wa mwili, akili na mahusiano inayohusiana na mfumo wa uzazi wa binadamu. Shirika la Afya Duniani limekuwa likisisitiza umuhimu wa elimu ya afya ya uzazi kwa sababu inasaidia watu kuelewa miili yao, kujikinga dhidi ya magonjwa, kupanga uzazi kwa usahihi na kuboresha afya ya familia. Mfumo wa uzazi wa mwanaume na mwanamke umeundwa kwa namna ya pekee ili kuwezesha kizazi kipya kuzaliwa. Mfumo huu unahusika na uzalishaji wa mbegu za uzazi zinazojulikana kitaalamu kama sperm cells. Kwa mwanamke, mfumo wa uzazi unahusika na uzalishaji wa mayai, kupokea yai lililorutubishwa na kuruhusu ukuaji wa mtoto tumboni hadi kuzaliwa. Baada ya kufahamu maana ya afya ya uzazi, mpenzi mtazamaji, swali linalofuata ni je, nini hasa kinatokea ndani ya mwili wa mwanamke kila mwezi kinachowezesha ujauzito kutokea? Jibu la swali hili linapatikana katika jambo muhimu sana ambalo linaitwa mzunguko wa hedhi. Mzunguko wa hedhi ni mabadiliko ya kawaida yanayotokea katika mwili wa mwanamke kila mwezi. Kwa mwanamke wengi, mzunguko huu huwa kati ya siku 21 hadi 35, ingawa baadhi huweza kuwa fupi au ndefu kidogo. Katika kipindi hiki, mwili hujiandaa kwa uwezekano wa ujauzito. Homoni mbalimbali kama estrogen na progesterone hushirikiana kuandaa mazingira yanayoweza kuruhusu ujauzito kutokea. Kama ujauzito hautatokea, mwili huondoa ukuta uliokuwa umeandaliwa na ndipo hedhi hutokea. Sasa mpenzi mtazamaji, hapa tunahitaji kujua maana ya ovulation. Ovulation ni moja ya hatua muhimu zaidi katika mzunguko wa hedhi, na pia ni kipindi ambacho ovari hutoa yai lililopevuka. Kwa kawaida hali hii hutokea katikati ya mzunguko wa hedhi. Yai hili lina muda mfupi wa kuishi, ambapo mara nyingi kati ya masaa 12 hadi 24. Ikiwa katika kipindi hicho litarutubishwa, ujauzito unaweza kuanza. Ikiwa basi halijarutubishwa, litaharibika na baadaye hedhi itatokea. Nikiwa tayari nimeshapokea maswali ya baadhi ya watazamaji na wananchi wanaotufuatilia katika mitandao ya kijamii, ambapo swali la kwanza linauliza, je, mwanamke anaweza kupata ujauzito wakati wowote wa mwezi? Jibu ni hapana. Jibu la swali hili linasema uwezekano mkubwa wa kupata ujauzito huwa karibu na siku za ovulation, lakini kuwa na mzunguko wa hedhi hutofautiana kati ya wanawake, ambapo ni muhimu sana kwa mwanamke kuelewa mzunguko wa mtu binafsi badala ya kutegemea makadirio ya jumla. Swali la pili linaloulizwa, kwa nini baadhi ya wanawake hupata hedhi zisizo na mpangilio? Jibu lake ni kwamba sababu zinaweza kujumuisha mabadiliko ya homoni, msongo wa mawazo, lishe, uzito wa mwili, matumizi ya dawa fulani au matatizo ya kiafya yanayohitaji ushauri wa daktari. Lakini upo umuhimu wa elimu ya hedhi kwa vijana?
Vijana wengi huingia katika balehe bila kupata elimu ya kutosha kuhusu mabadiliko yanayotokea katika miili yao. Kutokana na hali hiyo, baadhi hupata hofu au kupotoshwa na taarifa zisizo sahihi. Elimu sahihi kuhusu hedhi huwasaidia vijana kujitambua, kujiheshimu na kufanya maamuzi yenye manufaa kwa maisha yao ya baadaye. Pia husaidia kupunguza unyanyapaa na dhana potofu zinazohusiana na hedhi katika jamii. Mpendwa mtazamaji wa Fadeco Online Media, afya ya uzazi ni sehemu muhimu ya maisha ya kila mwanadamu. Kuelewa mzunguko wa hedhi, ovulation na mabadiliko ya kawaida ya mwili kunatusaidia kujilinda, kupanga maisha yetu vizuri na kuimarisha afya ya familia na jamii. Elimu ni silaha muhimu dhidi ya upotoshaji. Kadri tunavyojifunza zaidi kuhusu afya ya uzazi, ndivyo tunavyoweza kufanya maamuzi bora zaidi kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Tumefikia mwisho wa makala yetu leo, ambapo tumejifunza kuhusu afya ya uzazi, mzunguko wa hedhi, siku za rutuba, ovulation na umuhimu wa kuelewa mabadiliko mbalimbali yanayotokea katika mwili wa mwanamke. Elimu ya afya ya uzazi ni muhimu kwa kila mtu bila kujali umri, jinsia, sababu maarifa sahihi hutusaidia kufanya maamuzi bora, kujikinga dhidi ya changamoto mbalimbali za kiafya, kujenga familia zenye ustawi. Asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Omari Tibalila kupitia hapa Fadeco Online Media. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vya elimu, afya na maendeleo ya jamii. Mpaka wakati mwingine, lakini tuendelee kujifunza na kuelimishana.